Sura ya 62. Mariamu ampaka Yesu mafuta. Simoni wa Bethania alikuwa mojawapo wa Mafarisayo wachache waliojiunga na wafuasi wa Yesu dhahiri. Walitumaini kuwa Yesu bila shaka ni Masihi, ila hawakumwamini kuwa ni Mwokozi. Tabia yake haikubadilika na kanuni zake zilikuwa zile zile. Simoni alikuwa ameponywa ukoma, naye alitamani kuonyesha shukrani yake. Katika safari ya mwisho ya Kristo ya kutembelea Bethania, Simoni alimfanyia makaribisho rasmi pamoja na wanafunzi wake. Makaribisho haya yalihudhuriwa na Wayahudi wengi waliotaka kuona mwenendo wake na wengine wasiokuwa rafiki zake. Kama kawaida ya Mwokozi ilivyokuwa, alikwenda kwa Lazaro kupata mapumziko. Watu wengi walikuja Bethania, wengine kumtaka Yesu na wengine kumwona Lazaro aliyefufuliwa katika wafu. Lazaro alitangaza kwa udhibiti kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Watu walikuwa na shauku kuona ikiwa Lazaro ataambatana na Yesu mpaka Yerusalemu, na kama nabii atatawazwa kuwa mfalme wakati wa sikukuu ya Pasaka. Makuhani na wakuu wasingekuwa na subira ya kungoja wakati mwingine wa kumwondoa Yesu kutoka katika njia yao, wakikumbuka jinsi alivyogutusha mipango yao ya mauaji, na walikuwa na wasiwasi kuwa labda hata kuja. Waliulizana wenyewe, mnafikiriaje, hawezi kuja katika sikukuu? Baraza ikaitwa. Tangu kufufuliwa kwa Lazaro, mawazo ya watu wengi yalimuunga mkono Kristo kiasi kwamba lisingekuwako jambo la busara kumkamata Yesu waziwazi. Kwa hiyo wakuu waliazimu kumkamata kwa siri na kumshtaki na kumhukumu kimya kimya. Walitumaini kuwa hukumu yake itakapojulikana, msimamo genge wa makutano utawaunga mkono. Lakini kwa kuwa Lazaro anaishi, makuhani na marabi walijua kuwa hawangekuwa salama. Kuwepo kwa mtu aliyekuwa amekufa kwa siku 4 na kufufuliwa kwa neno la Yesu atasababisha upinzani mkubwa kwao. Watu wangelipiza kisasi dhidi ya wakuu wao kwa kumuua mtu aliyefanya muujiza wa namna hiyo. Baraza la Sanhedrini likaamua kuwa hata Lazaro pia lazima auawe. Wakati mpango wa njama hii ulipokuwa ukipangwa huko Yerusalemu, Yesu na wanafunzi wake walikuwa katika makaribisho kwa Simoni. Katika makaribisho haya, Simoni aliketi upande wa Mwokozi na Lazaro upande wa pili. Martha alihudumu, lakini Mariamu alikuwa akisikiliza maneno ya Mwokozi, maana Yesu alikuwa amemsamehe dhambi zake na kumfufua kaka yake. Kwa hiyo moyo wa Mariamu ulikuwa umejaa shukrani tele. Alikuwa amemsikia Yesu akizungumza juu ya kukaribia kwa kifo chake, naye alitamani kumwonyesha heshima yake. Alikuwa amegharamia kununua kisanduku cha marhamu ambacho ni ghali sana ili kitumike kuupaka mwili wake. Lakini sasa uvumi ulienea kuwa atatawazwa kwa mfalme. Huzuni ya Mariamu iligeuka kuwa furaha, naye alitaka awe mtu wa kwanza kumheshimu bwana wake. Alikileta kichupa cha marhamu, akikivunja na kumwagia Yesu mafuta ya kichwani na miguuni, na kisha akapiga magoti huku akilia na kumlowesha kwa machozi yake, kisha kumfuta kwa nywele zake ndefu. Kushughulika kwake kungeweza kusijulikane na mtu, lakini harufu ya manukato ikajaa chumbani na kutangaza kitendo chake kwa wote waliokaa humo. Kwa nini Yuda alichukizwa? Yuda hakuona kuwa kitendo hicho ni cha muhimu. Alianza kunung'unika kwa kunong'onezea waliokuwa karibu naye, akimlaumu Yesu kwa kuruhusu kitendo hicho chenye hasara. Yuda aliyekuwa mtunza fedha wa wanafunzi alikuwa amechukua fedha kidogo kutoka katika akiba yao kwa matumizi yake binafsi na kufanya mfuko wao kuwa hafifu. Alikuwa tayari kukusanya chochote alichoweza kupata. Wakati akiona kuwa kitu fulani kikinunuliwa kisicho cha muhimu kwake, husema fedha hizo hazikuwekwa katika hazina yao aliyokuwa anaitunza ili kuwapa maskini. Kitendo cha Mariamu kilitofautiana na kusudi lake la ubinafsi kiasi kwamba aliaibika. Alitafuta kutoa sababu ya maana kwa ajili ya katazo lake kwa tunu hiyo. Mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini?
naye alisema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Laiti kama marhamu ya Mariamu yangaliuzwa na fedha kuwekwa mikononi mwake, maskini wasingelipewa kitu. Kwa kuwa Yuda alikuwa bwana fedha, alijidhani kuwa ni mtu mkuu kuliko wanafunzi wenzake, na alikuwa na mvuto mkubwa sana kwao. Unafiki wake wa kupenda maskini uliwadanganya. Manung'uniko yalienea mezani yakisema, hasara yote hii ni ya nini? Mariamu hii ingaliuzwa na kuwagawia maskini. Mariamu alisikia alivyoshutumiwa, naye akatetemeka moyoni. Alidhani kuwa hata dada yake atamshutumu kwa hasara hii, hata Bwana pia atamuona kuwa ni mfujaji wa vitu. Alikuwa karibu kushusha moyo wakati Bwana aliposikika akisema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Yesu alijua kuwa katika kutenda hivyo alionyesha shukrani yake kwa ajili ya kusamehewa dhambi zake. Alipaza sauti yake, alisema, ametenda kazi njema alivyoweza, maana siku zote maskini mnao, lakini mimi hamnami siku zote. Ametenda alivyoweza, ametangulia kupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko, manukato ambayo Mariamu angeipaka maridhawa maiti ya Mwokozi. Aliyapaka mwili wake ulio hai kwa kuipaka maiti. Manukato hiyo ingepenya na kuenea pote kaburini, lakini sasa ikafurahisha moyo wake Kristo, kuonyesha upendo wakati Mwokozi akingali hai ulikuwa uthibitisho kujitoa kwake, maana alikuwa mpaka mafuta kwa ajili ya maziko yake. Kristo alipoingia katika giza kuu la masumbuko yake, alikwenda na kumbukumbu ya kitendo hicho cha upendo na uaminifu ambao utakuwa wake kutoka kwa waliokolewa milele na milele. Mariamu alitii maongozi ya Roho Mtakatifu. Mariamu hakufahamu umuhimu wa kitendo chake cha upendo. Hakuweza kueleza sababu ya kuchagua wakati ule kuwa wa kumtia Yesu mafuta. Roho Mtakatifu alikuwa amempangia, naye amefuata maongozi yake. Uvuvio wa Roho hautoi sababu. Nguvu isiyoonekana huusukuma moyo kutenda, inayo sababu yake yenyewe. Mtu hutenda tu bila maelezo. Kristo alimfafanulia Mariamu maana ya kitendo chake, kwa kuwa amenipaka mafuta, amefanya hivyo kwa ajili ya maziko yangu, kama vile kichupa cha marhamu kilivyovunjwa na kujaza nyumba kwa harufu nzuri, hivyo mwili wa Kristo ulikuwa uvunjwe, lakini akitoka kaburini ataijaza nchi yote na harufu yake nzuri. Kristo naye alivyowapenda ninyi tena akajitoa kwa ajili yetu na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Waefeso sura ya 5 mstari wa 2. Kristo akasema, amini nawaambia, kila ihubiriwapo Injili katika ulimwengu wote, huyu litatajwa kwa kumbukumbu zake. Mwokozi alisema kwa uhakika kuhusu Injili itakavyohubiriwa ulimwenguni kote, na kwa kadri Injili itakavyoenea ulimwenguni, tendo la Mariamu litaendelea kutoa harufu nzuri na mioyo ya watu itaburudishwa na tendo lake hilo. Falme zitainuka na kuanguka na mashujaa watasahulika, lakini kitendo cha mwanamke huyu hakitafutika katika kumbukumbu za historia takatifu mpaka wakati utakapokoma. Kichupa na manukato kilichopasuliwa kitaendelea kueleza habari za upendo wa Mungu wa ajabu kwa wanadamu waliopotea. Ni fundisho dhahiri kiasi gani Kristo angempatia Yuda. Yeye asomaye madhumuni ya kila moyo angeweza kufunua mbele ya waliohudhuria karamuni sura ya siri katika maisha ya Yuda. Badala ya kuwahurumia maskini, alikuwa akiwaibia fedha zilizokusudiwa kuwasaidia. Lakini ikiwa Kristo angemuumbua Yuda, hili lingekazania kama sababu ya kumsaliti. Hivyo Yuda angeweza kupata huruma hata kutoka katika miongoni mwa wanafunzi. Mwokozi alijiepusha asimpe kisingizio cha usaliti wake. Yuda alitoka katika mwaliko huo kufanya njama ya kumsaliti Yesu, lakini mtazamo wa Yesu aliyemtazama Yuda ulimdhahirishia kuwa Yesu alisoma unafiki wake wa kujifanya kuwa mfuasi wa Yesu huku ni mlaghai tu. Na katika kumsifia Mariamu, Kristo
alimkemea Yuda. Kemeo hilo lilimuumiza Yuda, naye akatoka na kumwendea kuhani mkuu ili kumsaliti Yesu. Viongozi wa Israeli walikuwa wamepata fursa kumpokea Kristo kama mwokozi wao bila fedha na bila gharama, lakini walikataa karama yenye thamani na wakamnunua Bwana wao kwa vipande 30 vya fedha. Yuda alionea husuda tuzo la marhamu ya thamani kwa Yesu. Moyo wake uliwaka kwa wivu. Mwokozi hastahili kupokea tuzo waliostahili wafalme wa dunia. Kwa gharama pungufu kuliko thamani ya marhamu, alimsaliti Bwana wake. Wanafunzi hawakuwa kama Yuda. Wao walimpenda Mwokozi, ila hawakuifafanua kwa dhati tabia yake. Mamajusi kutoka mashariki ambao walijua mambo machache sana kuhusu Yesu walionyesha kutambua kwa dhati heshima iliyompasa. Kristo huthamini vitendo vya ustahifu utokao moyoni. Hakulikatalia huwa la kawaida lililochumwa na kutolewa na mkono wa mtoto kwa upendo. Alizikubali sadaka za watoto na kuwabariki watoaji. Katika maandiko, kwa Mariamu kumpa Yesu marhamu hutajwa katika kumtofautisha na Mariamu wengine. Matendo ya upendo na taadhima ni ushindi wa imani katika Yesu kama mwana wa Mungu. Kristo aliukabili utajiri wa upendo safi wa Mariamu ambao wanafunzi wake wasingeweza kuuelewa. Ulikuwa upendo wa Kristo ulioshurutisha yale marhamu yalikuwa mfano wa moyo wa mtoaji, uthibitisho wa nje wa upendo uliojazwa na vijito vya mbinguni hadi ukafurika. Upweke wa Kristo, kuishi kwake maisha ya kibinadamu, kamwe hayakufurahiwa na wanafunzi kama ilivyopaswa kuwa. Mara nyingi alihuzunishwa. Alifahamu kuwa ikiwa wangekuwa chini ya mvuto wa malkia wa mbinguni waliofuatana naye, na wao pia wasingefikiria sadaka yoyote ile kama yenye thamani tosha kuutangaza upendo wa moyoni. Yesu kwa kweli hakuthaminiwa. Wakati Yesu alipokuwa hayupo pamoja nao tena na wakajiona kama kondoo wasio na mchungaji, ndipo akaanza kuona jinsi ambavyo walikuwa ufurahishe moyo wake. Hawakumsukumia lawama tena Mariamu, bali wakajilaumu wao wenyewe. Lo, kama ingeliwezekana kufutilia mbali shutuma zao za awali, kuwaona maskini kuwa waliostahili zaidi lile tunzo kuliko Kristo. Walihuzunishwa mno na lile karipio walipokuwa wakiondoa msalabani mwili wake wenye majeraha wa Bwana wao. Leo ni watu wachache wanaofurahia yale yote Kristo aliwafanyia. Kama wangefanya hivyo, basi ule upendo mkuu wa Mariamu ungedhihirishwa. Hakuna ambacho kingefikiriwa kuwa cha thamani mno kumpa Kristo. Hakuna kujikana nafsi au kujitoa mhanga ambako kungeonekana kama kupita kiasi kwa ajili yake. Maneno yaliyosema kwa hasira, "Ni nini upotevu huu?" yalionyesha dhahiri kwa Kristo kafara kuu kuliko zote iliyowahi kutolewa, karama yake mwenyewe kuwa kipatanisho kwa ulimwengu uliopotea. Kwa mtazamo tu wa kibinadamu, mpango wa wokovu ni upotevu potovu, walisemezana. Hebu na jamii ya mbinguni waiangalie kwa mshangao jamii ya wanadamu wanaokataa kutajirishwa kwa upendo usio na kifani uliodhihirishwa katika Kristo. Hebu kwa mshangao na waseme, kwa nini upotovu huu mkuu? Lakini sadaka ya upatanisho kwa ulimwengu mpotevu ilikuwa iwe kamili, tele na timilifu. Kafara ya Kristo ilikuwa tele na zaidi, ili kufikia kila roho. Sio wote wanaokolewa. Hata hivyo, mpango wa ukombozi sio upotevu kwa sababu tu haukufaulu kutimiliza vyote yale yaliyokusudiwa kupatikana kwa ukarimu wake. Ni sharti wokovu uwepo tosha na kusaza. Simoni mwenye kuwakaribisha alishangaa kwa maneno ya Yesu, akasema kimoyomoyo, mtu huyu angalikuwa nabii, angelijua kuwa mwanamke huyu anayemgusagusa ni wa aina gani, maana ni mwenye dhambi. Kwa sababu Kristo alimruhusu huyu mwanamke kumkaribia, na kwa vile tu hakumkatalia kwa hasira kuwa ni mwenye dhambi nyingi mno kiasi cha kutosameheka, na kwa sababu Kristo hakuonyesha kuwa alimtambua alivyoanguka.
Simoni alishawishika kufikiri kuwa Kristo hakuwa nabii, lakini ni kutomjua Mungu na Kristo ndiko kulikomwongoza kufikiria kama alivyowaza. Jinsi Mungu anavyotenda. Simoni hakung'amua kuwa mwana wa Mungu sharti atende sawasawa na Mungu kwa huruma, wema na msamaha. Fikira za Simoni zilikuwa za kutozingatia huduma ya toba ya Mariamu. Kitendo cha Mariamu kuibusu miguu ya Kristo na kuipaka mafuta kilichochea ugumu wa moyo wa Simoni. Alifikiri kuwa Kristo anapaswa kuwatambua wenye dhambi na kuwakemea. Kwa mawazo hayo, Simoni Mwokozi alijibu, Simoni, nina neno nitakalokuambia. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja alimpa dinari 500 na wa pili 50, na walipokuwa hawana cha kumlipa aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule aliyesamehewa nyingi. Akamwambia, umeamua haki, kama alivyofanya Nathani kwa Daudi. Samueli 2 sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 7. Kristo alimtupia mkaribishaji wake mzigo kujihukumu yeye mwenyewe. Simoni ndiye aliyemwongoza kutenda dhambi mwanamke huyu aliyemdharau. Sasa Simoni ndiye alimkosesha hasa. Mfano uliosemwa juu ya wadeni wawili ulihusu Simoni na Mariamu. Yesu hakutaka kufundisha kwamba tofauti za matakwa zingeonekana baina ya watu wawili, maana kila mtu alipaswa kushukuru kwa yale yaliyosamehewa. Lakini Yesu alitaka kuonyesha kuwa Simoni alikuwa na dhambi kubwa kuliko Mariamu, kama vile deni la dinari 500 lilivyozidi deni la 50. Simoni sasa alianza kujiona katika nuru mpya. Aliona jinsi Mariamu alivyofikiriwa na yule aliyekuwa zaidi ya nabii. Akaibika sana, akatambua kuwa alikuwa mbele ya mtu mkuu kuliko yeye mwenyewe. Kristo aliendelea kusema, niliingia nyumbani kwako wala hukunipatia maji ya kuosha miguu yangu, lakini Mariamu kwa moyo wa kutubu ameniosha miguu yangu kwa machozi na kuifuta kwa nywele za kichwa chake. Hukunibusu, lakini mwanamke huyu ambaye unamdharau, tangu nilipofika hakuacha kunibusu miguu yangu. Kristo alihesabu muda ambao Simoni alioupata wa kuonyesha kuwa Bwana amemtendea mema kiasi gani. Mchunguza mioyo aliona kilichomfanya Mariamu atende kitendo hicho. Aliona pia kilichomfanya Simoni atende maneno ya jinsi hiyo. Yesu alisema, wamuona mwanamke huyu na kuambia, dhambi zake ambazo ni nyingi zimesamehewa, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Simoni alidhani kuwa amemheshimu Yesu kwa vile alimkaribisha nyumbani kwake, lakini sasa ameona ukweli wa mambo ulivyo. Aliona kuwa dini yake ilikuwa ni vazi la kifarisayo tu. Alikuwa amedharau wema wa Yesu, hakutambua kama mjumbe wa Mungu. Mariamu alikuwa mwenye dhambi aliyesamehewa, lakini yeye alikuwa mwenye dhambi ambaye hakusamehewa. Jinsi kiburi cha Simoni kilivyoshushwa. Simoni aliguswa na wema wa Yesu ambao ulimfanya asikemee wazi mbele ya wageni wake. Hakutendewa jinsi alivyotaka Mariamu atendewe. Aliona kuwa Yesu alitafuta kwa wema na huruma kuuitisha moyo wake. Kukemewa kwa ukali kungalishupaza toba, lakini onyo la upole kulimsadikisha dhidi ya kosa lake. Aliona ukubwa wa deni alionalo kwa Bwana wake. Farisayo huyu jeuri alitubu, akawa mnyenyekevu na mwanafunzi alijikana nafsi. Kristo alijua hali iliyoongoza maisha ya Mariamu. Angaliweza kuzima kile cheche ya tumaini rohoni mwake, lakini hakufanya hivyo. Alikuwa amenyanyuka kutoka katika kukata tamaa na maangamizi. Mara 7 alikuwa amesikia Yesu akikemea mashetani yaliyokuwa yakimtawala moyoni na akilini. Alikuwa amesikia akimlilia Baba yake na nguvu zote kwa niaba yake. Mariamu alijua jinsi dhambi ilivyokinyaa kwa weupe wa usafi wake Yesu.
na kwa uwezo wa Yesu alikuwa ameshinda hali hiyo. Wakati ilionekana kwa hali ya kibinadamu kuwa hali ya Mariamu ni isiyo na tumaini, lakini Kristo aliona ndani ya Mariamu uwezekano wa hali bora. Mpango wa ukombozi umempa mwanadamu uwezekano mkubwa katika maisha ya Mariamu. Mambo haya yangewezekana kwa njia ya neema yake Yesu. Mariamu akawa mshirika wa asili ya uungu aliyekuwa ameanguka, ambaye moyo wake umekuwa makao ya mashetani. Alifikishwa karibu na Mwokozi katika ushirika na utume. Mariamu aliketi miguuni pake na akajifunza kwake, akampa mafuta na kumnawisha miguu yake kwa machozi yake. Mariamu alisimama kando ya msalaba na akanifuata mpaka kaburini. Alikuwa wa kwanza kufika kaburini na kumtangaza Mwokozi aliyefufuka. Yesu hujua hali zote za kila mtu. Unaweza kusema kuwa ni mwenye dhambi sana sana. Labda ndivyo, lakini jinsi ulivyo ndivyo unavyohitaji zaidi Yesu. Yeye hamzuii mwenye machozi na toba. Yeye huwasamehe wale wote wanaomjia kupata msamaha na kufanywa wapya. Watu wanaomwendea kama kimbilio, Kristo waunganisha katika asili ya uungu wake. Hakuna mtu au malaika mwovu atakayewashutumu. Watasimama ubavuni mwake, muondoa dhambi mkuu, katika nuru iangazayo kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Warumi sura ya 8 mstari 33.